Sura ya 4. Mtoto wa Hedi. Mtoto wa Hedi ndivyo nilivyoitwa kipindi chote nilichosoma shule ya msingi ya St. Joseph's. Hedi ndicho kilichokuwa kifupisho cha cheo cha baba cha headmaster wa shule katika sajili ya lugha ya wanafunzi wa St. Joseph's. Wenzangu walioniita mtoto wa Hedi hawakuniita hivyo kama ithibati ya kunienzi au kunipongeza wala kunionea fahari. Walinionea gere na wala hawakuficha hilo. Unajiringa kwa sababu wewe ni mtoto wa Hedi. Labda gere yao ilikuwa na sababu. Nakumbuka kusafiri na timu ya mpira wa miguu ya shule yetu kwenye lori la chuo cha walimu ilipozuru maeneo mbalimbali kuchuana, ingawa sikuwa sehemu ya timu hiyo. Hata kama lori limejaa vipi, nafasi yangu kama mtoto wa mwalimu mkuu ilikuwa ipo tu. Na baada ya mchezo wa ugenini au uwanja wa nyumbani, nilijua kwamba nitapewa soda na mkate kama walivyopewa wachezaji wa kikosi cha shule. Nakumbuka mambo yalikuwa yayo hayo maji na futi mwaka 1973 shule yetu ya St. Joseph iliposhinda kombe la kandanda katika wilaya nzima ya Trans Nzoia kwenye uwanja wa michezo wa Kenyatta mjini Kitale. Katika mchezo wa fainali, golikipa Dick kaokoa penalti moja, naye mshambulizi Agoi kafunga bao la pekee na la ushindi. Mie mtoto wa mwalimu mkuu nilikuwapo miongoni mwa mashabiki walioshuhudia jinsi kikosi cha wasichana washangiliaji kilichoongozwa na Mary Atembekwa kilivyowashajiisha wachezaji. Mary Atembekwa alikuwa na ujasiri wa kupigiwa mfano, makeke si kidogo, pamoja na sauti ya ninga. Aliongoza nyimbo ukiwemo wimbo wa Wabaluya wa Mwanamberi na Kusowera kwa namna, huku anawataja majina ya wachezaji kama vile Jofu, Andala, Amwai, Lucas na Wekesa. Wekesa alikuwa na jina la kupanga, Dokta. Baada ya timu yetu kunyakua kombe hilo, niliandamana nao hadi kwenye mkahawa mmoja katika mtaa wa laini moja ambapo nilikula nayo. Hizi zilikuwa na tija za mtoto wa Hedi ambazo zilikuwa haziepukiki. Sikuelewa kwa nini wenzangu walikereka aliyepewa kapewa hapokonyeki. Ndivyo nilivyowazia, sambamba na waimbaji walivyoimba redioni. Ila mgala muue na haki yake umpe. Kusema la haki, baba hakubagua, hasa katika masuala ya nidhamu na adabu shuleni. Usingejua kuwa mimi nilikuwa mwanawe. Kwa hiyo nilikereka wenzangu waliponikariria, unajiringa kwa sababu wewe ni mtoto wa Hedi. Sijui ni nini walichotaka mtoto wa mwalimu mkuu awe au asiwe nacho. Lakini nilipokokota nanga darasani muhula wa kwanza kwenye darasa la pili mwaka 1972, walimaka na kunibeza sana takriban wenzangu wote akiwemo Malkia Maube na wengine. Unavutaje mkia darasani ilhali wewe ni mtoto wa Hedi? Nilipopoteza vitabu na viatu mpirani, walinikebehi, mtoto wa Hedi zumbukuku, mzungu wa reli, haoni ila pale inapoishia pua yake. Sijui kama ni mabezo yao au uelewa wa wazee wangu ndio ulionipa shime ya kujikusuru muhula wa pili wa darasa la pili na kuwa nambari 21 kwa watoto 72. Kakangu Tumbo aliibuka nambari 9 katika darasa lake la 4. Baba katudhawabisha kwa mafunikio yetu makubwa kwa ziara zetu za kwanza kabisa katika miji ya Eldoret na Kisumu. Tulijihimu mapema kulipanda basi la kampuni ya Overseas Trading Company, yani OTC, lilipotupitisha Webuye, Kakamega hadi Kisumu. Kule Webuye tuliona ujenzi wa kiwanda cha karatasi kwenye kingo za mto Nzoia, ambao chanzo chake ni kwetu kwenye vilima vya Cherangani mjini Kakamega. Baba alituonyesha tukiwa basini nyumba ilimoishi aila yetu alipokuwa anafanya kazi kwenye idara ya usovea
kabla hajawa mwalimu. Naikumbuka mpaka sasa akilini mwangu nyumba yenye milango mekundu. Nako jijini Kisumu tuliliona ziwa Victoria kwa mara ya kwanza na kula ugali kwa sangara mgahawani. Safari ya Eldoret ilitupitisha Moi's Bridge na kisha Soi penye makundi makubwa ya twiga siku hizo. Ilikuwa ndio mwanzo nilimbuke kuwaona wanyama mwitu hao warefu kabisa wakila kwa haiba kwenye tambarare ya Soi mjini Eldoret. Baba alituonyesha shule maarufu ya Hills School. Katika maisha yangu yote sikuwahi kufurahi na kutafahari kama wakati wa ziara hizo mbili. Wanafunzi wenzangu walikuwa haweshi kunionea. Waliposikia kwamba nilikuwa kikojozi nalowesha matandiko usiku na kukijaza chumba harufu mbaya, na nafikiri Malkia Maube ndiye aliyewatobolea siri. Wakaniimbia kidumbwe charia kikojozi kakojoa na nguo kazitia moto. Mabezo yao yasiyoisha na hisia zangu za kujihisi dalili vilinipandisha ibilisi wangu hasira aliyekuwa kanionya mama kumhusu. Haukupita muda mrefu tangu kufika St. Joseph kutoka kwetu shamba. Nikawa nimejenga sifa ya kuwa mtu mwenye rabsha na ushari. Nilikuwa rahisi kuchokozeka na sikuwa naweka kisasi kinisumbue moyoni. Nilikuwa nikitekeleza kisasi changu papo kwa papo kama umeme wa mvua. Ulikuwa ukinibeza unakumbana na ngumi na teke, lakini zaidi teke la ghafla, na kisha nikatimka mbio kama za Benji Choo kuelekea mafichoni nyumbani. Sikujua wala sikupenda kupigana vita vya kukabiliana na hasimu wangu ana kwa ana na kurushiana ama masumbi na kupigana miereka. Miongoni mwa watu niliowadhuru katika hasira yangu ni Emmanuel, mtoto wa Pius, bawabu wa St. Joseph. Tulikuwa twacheza kandanda, naye Emmanuel alikuwa golikipa wa timu kinzani. Nilikuwa nacheza safu ya mbele. Emmanuel alikuwa golikipa mzuri aliyechupa hewani kama samaki anavyoteleza majini. Aliweza kuzuia mikwaju mingi mikali tuliyompigia. Mara nyingine tulipokuwa tunagawanya wachezaji wa huku na huku, kila mtu alimtaka upande wake. Ila yake kubwa ilikuwa kudai mpira umepita nje, hata kama ilikuwa dhahiri shahiri kwamba kwa kweli ulikuwa umeingia golini. Mbishi sugu Emmanuel. Basi nilipofunga goli akabisha na kuanza kunijeja. Nilishindwa kuizuia hasira yangu. Nikaokota jiwe na kumperemba usoni. Emmanuel akapiga ukemi mkubwa na kukimbilia kwao kwenye kambi ya wafanyakazi hohehahe wa St. Joseph. Walinzi, matopasi, wapishi, wafagizi na kadhalika. Kwa mbali nilisikia sauti ya mamake akiuliza kwa ukali, "Nani kampiga mwanangu jamani?" Kisha mama mwenyewe akaanza kupiga ukemi kuliko wa Emmanuel. Hapo nikatanabahi kwamba nipo kwenye hatari kubwa. Hamkani si shwari tena. Nikafyatuka mbio kama risasi mpaka kwetu. Nikamkuta mkoi wangu Agnes Mwanambe wa Amu John na mkubwa wake Trufena yuko peke yake nyumbani. Anadurusu daftari. Aliponiuliza hali nilimwambia sawa tu. Agnes alikuwa mnyamavu lakini rahisi kuchokozeka pia. Siku chache zilizopita nilikuwa nimepigana naye licha ya udogo wangu ukilinganishwa na ukubwa wake wa umbo na umri. Ndiye aliyekuwa akiniosha mara chache nilizooga, mara chache sana, naye akinisugulia jiwe kwa nguvu na mkiki mno, hasa mgongoni na kwenye mitalungi, na mara nyingine kunichubua ngozi. Lakini nithubutu kumwambia, ukimwambia anakuzidishia dhiki mara 100. Basi siku ya mapambano yetu tulikuwa tumekorofishana chakula. Nafikiri tukiwa jikoni, nikachukua tonge kubwa la sima na kumvurumishia usoni kwa nguvu zangu zote. Na kama ilivyokuwa ada yangu,
Nikachomoka mbio kuelekea mlango wa ukumbini ili kujitoma nje. Kwa bahati mbaya, mlango ulikuwa umekomolewa kwa ufunguo, na nilipokuwa najaribu kuufungua akaniwahi na kunizaba ngoto kalikali kwenye kichwa changu alichokuwa amekidira mwenyewe siku chache awali. Sikuwahi kujaribu kupambana na nguvu za Agnes zilizonipiku tena. Nilifikia mkataa kwamba kupigana na Agnes haikuwa mithili ya Daudi kupigana na Goliathi, bali uhambe wa mpiga ngumi ukuta anayeumiza mkonoe. Basi nilipokuwa najitia hamnazo kuhusu matukio ya uwanjani, nilisikia sauti ya mamake Emmanuel akifokafoka kuelekea kwetu. Nikamwacha Agnes kainamia kurasa za daftari na kunyapia nyatunyatu na kutokea mlango wa jiko. Nilikimbia kutoka kwetu nikapita nyumba aliyoishi mwanariadha wa Olimpiki Cosmas Yele niliyekuwa nikila ugali wake mara nyingi. Nikapita makazi ya Mwalimu Njoroge, naibu wa mwalimu mkuu. Nikapita makazi ya mwalimu mkuu wa chuo cha walimu Bwana Owino. Nikapita kwa Kanani, mwalimu mmoja wa chuo cha walimu aliyekuwa akipigana na mkewe kadamnasi kila siku. Nikatokezea kwenye jengo la shule ya msingi lenye madarasa kutokea la 4 hadi la 7. Kisha nikatokea kwenye lango kuu na kuvuka barabara kuu inayoelekea mjini Kitale. Nikaingia kwenye gongo la mwitu upande wa pili wa barabara katika eneo la shirika la kitaifa la utafiti wa kilimo, yani KARI, tulioliita Grasslands. Nilifichama mwituni mpaka jua lilipozama, ndipo niliporejea nyumbani. Nilimkuta Agnes anasonga sima jikoni kwa ajili ya chajio chetu. Ndugu yangu Arthur na mkoi wangu Musa ndio walioanza kucheka pindi nilipoingia nyumbani na kunitilia dibaji yaliyokuwa yamejiri. Wao ndio walionisimulia mkasa uliofuatia kisa. Yaani unaajabu wewe mtoto. Unamzuliaje Agnes zani na kukimbia? Umefanya maskini Agnes kupigana hapa na mama mtu kama simba jike aliyejeruhiwa, ilhali wewe mwenyewe uliyezua hayo hupo. Lo, wewe mtoto harashi. Kaja mama mtu na kutoa cheche za moto. Akamwambia Agnes, wapi kale katoto kajinga kwa headmaster? Kanawezaje kumpiga mwanangu Emmanuel? Ati unamwita nani kajinga? Agnes alikuja juu. Unamwita ndugu yangu kajinga? Nawe msichana unaringia nani? Mama mtu alijibu kwa hasira zaidi. Mama, umechokoza nyuki mzingani, utaona matokeo yake. Kufumba na kufumbua, Agnes alimchupia yule mama na kumchania blausi. Wakamenyana miereka na kunyakana vibao na makonde. Ikawa hapa nje ni patashika, nguo chanika moto mmoja. Hapo ndipo walipotokea majirani kuamua vita. Tumekuja sisi twamkuta mama mtu yupo chini yake Agnes. Kalazwa chali yumo katika kulia si kulia, kuhema si kuhema. Naye Agnes kamsakama kama kupe kwenye mkia wa ng'ombe, kana kwamba kudhamiria kumkaba koo afilie mbali. Agnes aliendelea kupindua mwiko kwenye mshumbi wa sima bila hata kunitazama, lakini nilipomtazama vizuri niliona ana munyamunya. Akaipua sufuria kwenye jiko, akachemsha sukuma wiki tukala, huku vicheko vimehanikiza nyumba nzima. Hata katika akili zangu za kitoto nilibaini kwamba mapambano kati yangu, mtoto wa Hedi kutoka eneo la makazi ya walimu pale St. Joseph, na Emmanuel, mtoto wa bawabu kutoka makazi ya watu wa kazi zilizoonekana kuwa duni, yalikuwa na sura ya kitabaka. Mara nyingi watoto wa walimu na watoto wa kambi ya wafanyikazi za sulubu wakirushiana vijembe na mizaha iliyosisitiza tofauti zao za kitabaka. Ingawa kwa kweli hapakuwa na tofauti kubwa kati yetu na watu wa kambini. Mathalani, baba hakuwa hata na baiskeli, ila baada ya ndugu yangu hata kuingia kwenye shule ya sekondari kitalifa kidogo na nyumbani, akajifunza
alifunga Mwasombo kununua baiskeli ya shilingi 300 zilizomwacha karibu muflisi. Aidha, hatukuwahi kuwa na kinywaji cha Milo kilichokuwa zama hizo alama ya ukwasi. Nilikuwa nayaona makopo yake kwenye jalala tu, hadi ndugu yangu Arthur alipoanguka na baiskeli akavunjika mguu na daktari kupendekeza anunuliwe Milo. Nilishangazwa sana na uamuzi wa Agnes wa kuhitari kuwa upande wangu katika mapambano yale. Kwa mara ya kwanza nikatambua kwamba Agnes hakuwa na chuki nami. Pamoja na usununu wake, mkono wake wa korosho na maumivu aliyonisababishia aliponiogesha, mkwe wangu akinipenda kwa dhati, naye kanifaa kwenye dhiki kama ipasavyo rafiki kutenda. Au katenda kwa sababu damu nzito kuliko maji? Labda ndio faida ya watu wengi, wanasaba na wasiokuwa wanasaba, walioishi kwetu. Kwa kweli kwetu St. Joseph mjini na Cherangani shambani kulikuwa kama soko la manispaa ya Kitale. Watu wengi kabisa tunaowajua na tusiowajua wakiingia na kutoka watakavyo. Iliniwia vigumu kuamua kati ya mama na milki yake ya shamba na baba na milki yake mjini, nani aliyekuwa karimu zaidi ya mwingine. Nikumbukavyo ingia toka ya kwetu na Mwana Henry Machelesi, tulikuwa St. Joseph siku moja. Baba akatuwasilia na mwanamume mmoja wa makamu, kakonda hadi ya kukonda. Mwanamume huyu mweusi kama kizimwili alikuwa amebeba sanduku dogo lililotengenezwa kwa mbao. Mikono yake membamba ilikuwa kama inaning'inia kwa nyuzi na huenda ikadondoka wakati wowote. Baba akamwambia, sijui kama ni dadangu Nambuye au mkwe wangu Agnes kumpikia ugali mara moja. Nilikaa na kumtazama mgeni huyo kwa mshangao mkubwa, jinsi alivyomega kila tonge la ugali na kuliteremsha kinywani kwa kusitasita, kwa mwendo wa kinyonge, kama kwamba anaogopa kula. Katika akili yangu ya kitoto niliona kana kwamba amezuka ghafla kutoka kaburini, na kwamba punde akishameza tonge la mwisho la sima atarejea huko huko, mfu anaitembea. Alikuwa hazungumzi, na alipojaribu kusema alikuwa ananong'ona tu maneno yasiyoeleweka. Nilihisi kitefutefu, nikashindwa kula tani yangu ya chamchana. Baadaye baba katueleza alivyomkuta barabarani amejilaza, hali yake sakarani, hana pa kwenda na njaa, kiu na machozi vimemfunga moto mmoja. Baba hajui mtu yule katoka wapi, lakini alikuwa radhi kumleta nyumbani kumpa amara. Ndivyo alivyokuwa baba. Baada ya siku ya pili, baba aliondoka naye na kumpeleka kwetu shamba Cherangani. Baada ya wiki hivi tulienda shamba mwishoni mwa juma, tukamkuta Henry Machelesi shambani. Kaanza kunawiri kiafya. Usingejua ni yule kifyefye aliyetuwasilia St. Joseph. Alikuwa akimsaidia mama kazi shambani kwa moyo wa kujituma. Punde tukagundua kwamba hakuwa mnyamavu kama tulivyodhania. Henry Machelesi alisema kama kurumbiza, na hadithi zake zilikuwa hazina mwisho. Akawa ziada nyingine katika ulimwengu wangu wa kutamba na kutambiwa simulizi. Henry Machelesi mwenyewe alikuwa sinema ya aina fulani. Siku moja tulipokuwa shambani twavuna zao la mahindi, tulikuwa na watu wengi sana. Majirani, wafanyakazi wengine walioajiriwa na mama wakubwa zangu wote, watoto wa shangazi yetu Selina, aila ya Fares Simiu, naibu wa chifu na ambaye pia alikuwa amu yake baba. Majirani wanaume kwa wanawake, wavulana kwa wasichana. Siku hizo watu wakifanya kazi ubia ili kuirahisisha katika roho ya utangamano wa kijamii iliyotamalaki. Sote tukipokezana utambaji wa simulizi za kale na za kisasa, ili kujipombaza na kujisahaulisha sulubu ya kuvuna mahindi iliyotuandisi. Yalikuwa ndiyo mazoea. Naye Henry Machelesi aliyependa kudakia zamu ya kutamba hadithi kabla zamu yake kumfikia, alikuwa anatamba hiki na kile na kutuchekesha chekesha na kutucheka cheka yeye mwenyewe.
Raha yake ilikuwa kutuchekesha, kutuburudisha zaidi ya mtambaji mwingine wa hadithi pale shambani. Raha yetu ilikuwa kumsikiliza akihodhi utambaji. Hakuwa na habari kwamba alikuwa katambaliwa na siafu. Wakampanda hadi sehemu nyeti ya katikati ya miguu yake, wakamng'ata kwa makali yasiyostahimilika. Ghafla bin Vu tunaona anapiga ukemi ambao ungeweza kupasua viwambo vya masikio. Henry Machelesi karukaruka kama mpira unaodunda uwanjani. Kutahamaki kaibwaga suruali mbele ya halaiki hiyo ya watu waliokuja kuvuna mahindi ubia kwetu, ili kujinusuru na hujuma ya siafu. Watu wote waliangua vicheko, wakacheka mpaka wakaanguka kwenye mabua ya mahindi. Henry Machelesi kakaa kwetu shamba kwa zaidi ya mwaka mmoja, kisha asubuhi moja alivaa kaptura yake ya nili ambayo sasa ilikuwa imembana kwa jinsi alivyonenepa, kama puto lililojazwa hewa. Akajitwika sanduku lake la mbao na kwenda zake. Hatujui alikokwenda wala hatukuwahi kumsikia tena. Nakumbuka kwamba mwaka wa 1971 nilipoanza shule, dadangu Nambuye alikuwa katika darasa la 7 anasubiri kufanya mtihani wa Certificate of Primary Education uliochekecha waliopaswa na wasiopaswa kuingia shule za upili. Kakangu Mwanambe Kuto alikuwa mwanafunzi wa kidato cha kwanza katika shule ya upili ya kutwa ya Kitale. Ndugu yangu ninayemfuata tumbo alikuwa katika darasa la 3, lakini nyumba ya mwalimu mkuu yenye jiko na ukumbi na vyumba viwili vya kulala ilikuwa na wakazi wa ziada. Alikuwepo mkoi wangu Agnes, Mwanambe wa amu yangu John na dadake Trufena. Pia alikuwa na mdogo wake Jennifer aliyekuwa katika darasa la 4. Palikuwepo pia Musa, Mwanambe wa ndugu yake baba wa kambo, na mwisho kabisa Wafula, mvulana mmoja ambaye babake alikuwa rafiki yake baba mkubwa, naye alikuwa akiishi wilayani Bungoma. Huyu naye alikuwa katika darasa la 5. Sote watoto tulilala chumba kimoja, wakubwa vitandani, wadogo sakafuni kwenye magunia, ili mradi nyumba yetu haikuwahi kuwa nasi peke yetu. Baba alikuwa na ukarimu uliopindukia na aliacha wazi mlango wa nyumba yetu kwa watu wa akraba na ajinabi. Mama alikuwa akitutembelea mara kwa mara kutoka shambani Cherangani. Nilizitazamia sana ziara zake, maana nilitarajia maziwa mgando yaliyogandishwa kwenye vitoma vya kienyeji na kuongezwa makaa ya mti maalumu yaliyosagwa tuliouita kumwimbi. Aidha akituletea unga wa mahindi na mchicha na kunde na mlenda na kumbikumbi na kila aina ya rojorojo za shamba. Majilio ya mama yalitufanya kuhisi kuwa tumeletewa shamba mjini. Ingawa kwenda shambani mwishoni mwa juma au nyakati za likizo kulikuwa mojawapo ya matukio tuliyoyasubiri kwa hamu na gamu. Nilitambua hata katika akili zangu za utotoni kwamba kukaa sana shambani kulinitamanisha mjini na kukaa sana mjini kukanitamanisha shambani. Ilikuwa mithili ya mtu apigwapo na jua akatamani mvua na imnyesheapo akatamani jua. Isitoshe, majilio ya mama yakinikumbusha kwamba nilikuwa na kengeuka mbali na maadili aliyonifundisha katika shule yake kabla ya shule. Nilikuwa daima kwenye njia panda, nataka kufanya mema aliyonishiria mama na kujikuta naandama sera ya uchokozi na ukosefu wa stahamala kama mkururo wa mapigano niliyopigana ndani na nje ya shule na ndani na nje ya uwanja wa mpira. Nilipenda kuwepo kwa watu wengi nyumbani kwetu na kuvutiwa na simulizi za aina aina walizotamba. Ila sikukipenda kinyang'anyiro kilichokuwa kwetu kati ya midomo na mikono ya walaji wengi kuupapia mlo haba. Ilikuwa muhali kushiba. Ugali tulioula takriban kila uchao kwa sukuma wiki ukiyeyuka kwenye sahani kama barafu kwenye kikaango moto.
Liliiziba nakisi ya shibe yangu kwa kudoea kwa majirani mbalimbali kama vile kwa kina Malkia Maube, kwa Mwalimu Kikechi, kwa James aliyekuwa msarifu wa chuo cha walimu, au kwa Cosmas Siele, mkimbiaji wa Olimpiki. Mbinu nyingine ya kukabiliana na baa la njaa ya tumbo langu lisiloshiba ilikuwa ni kutoea ugali aliotengewa baba sahanini. Baba alikuwa jioni nyingi kenda kutembea na Mwalimu Kikechi aliyekuwa na gari. Aliingia nyumbani kama saa 3 au saa 4 usiku tukiwa tumeshakula. Nilijitolea kumwandikia meza kila siku kwa maslahi yangu, nikitarajia kwamba atasema ameshiba hali au kwamba atasaza mabaki ni yafakamie. Naye baba hakuwa mlaji sana. Alipenda sana kunywa chai kuliko kula chakula kizito. Aidha, sikumbuki kumwona baba akinywa maji. Kwa hiyo mbinu hii mara nyingi ilikuwa na mafanikio, isipokuwa pale ambapo mkubwa wangu tumbo kaniwai na kukitwaa chakula alichosaza baba mezani au alichosema hali. Baba alipokuwa hayupo, vijana wote nyumbani kwetu, wavulana na wasichana, walijihisi huru. Redio ilipocheza rekodi walinyanyuka wote na kunengua kwa minenguo ya aina yake. Hata Agnes aliyejiinamia kama kondoo, baba alipougusa tu mlango, wote wakivichupia vitabu na kuvifungua kurasa ili aingiapo aone kwamba walikuwa wakidurusu. Mimi pekee ndiye niliyekuwa na ujasiri wa kuendelea na kucheza rekodi hata baba akishaingia. Labda ndiko huko kudekezwa kwa kitinda mimba. Nakumbuka siku moja niliufungua mlango wa jiko na kumwona baba akija ndani. Vijana wote walikuwa wanasakata rumba kwa raha zao. Baba alikaribia dirisha na kuchungulia ndani, akatikisa kichwa. Kumbe hawa watoto lao kubwa kucheza rekodi niondokapo. Ndio kila siku hufanya hivyo. Niliwasaliti wenzangu. Kisha tukaingia naye ndani na wote waliokuwa ndani wakatawanyika kama waliorushiwa bomu na kuvinyakua vitabu, kwa wengine vikiwa vipo juu chini. Ajabu ni kwamba baba hakusema kitu. Nafikiri mama ndiye alitupendekezea kwamba nile sahani moja na ndugu yangu tumbo, ili tuepuke kushindana na mikono na midomo mikubwa ya wakubwa zetu wa ndani na nje ya aila yetu. Kile mama hakujua ni kwamba ndugu yangu tumbo alikuwa ange kunipunja kwa vyovyote ili kuhakikisha kwamba kasma alayo inaizidi yangu. Nakumbuka jinsi tukipewa vipande viwili vidogo kabisa vya nyama ya ng'ombe au ya kuku vilivyoonekana kwenye mchuzi kama visiwa viwili vinavyokabiliwa na hatari ya kusombwa na bahari. Kabla ya kuanza kula, ilibidi kila mmoja kati yetu wawili akichague kipande chake cha nyama, na mpaka leo sielewi vipi tumbo akiniwahi kukichagua kipande kilichokizidi changu kwa ukubwa. Au labda hata vilipokuwa na ukubwa sawa, nikiamini tangu hapo kwamba chake tumbo kilikuwa kikubwa zaidi. Aidha, mara nyingine alimega tonge kubwa la sima akalifunika kipande changu na kukimeza chote kwa mkupuo na kujitia hamnazo. Ilikuwa vigumu kuthibitisha madai yangu kwamba kaniibia kasma yangu.